itazungumzia katika masala miongoni mwa masaili ya aqida, at-tawassul al-mashru'u wal mamnu'. Kutawassal ambako kumekubalika katika sheria ya Uislamu na kutawassali ambako kumekatazwa na kumeharamishwa ndani ya Uislamu. Ndugu zangu, haya masala ya itikadi ni masala mazito sana katika dini, bali swala zima la atawassul ni katika masala muhimu sana ndani ya itikadi ya Kiislamu. Kwa bahati mbaya maskini, ni mambo ambayo tayari yameharibiwa sana na yamechafuliwa na yanaendeshwa kinyume na utaratibu sahihi wa kisheria. Kama tukiiwacha hali ibaki hivyo hivyo, kuna hatari mbele ya Allah tabaraka wa taala. Watu wengi sana wakajikuta wamefeli kutokana na nini? Hawakusahihisha itikadi zao hapa duniani, bali walifanya mambo wakiyaona kuwa yanafaa kisheria ya dini, hali ya kuwa mambo yale ni haramu, ni bid'a, bali yanampeleka mtu ndani ya ushirikina. Na mshirikina yoyote Allah tabaraka wa taala amemuharamishia pepo. Haimaanishi kwamba hasali wala afungi, huenda kajipinda sana, kaswali sana, kafunga sana, katoa zaka sana, kaenda haji, lakini kwa sababu alishindwa kutengeneza itikadi yake ikawa ni itikadi sahihi, itikadi iliyosalimika, ikawa mbele ya Allah tabaraka wa taala matendo yake yale yote aliyofanya ni habaan manthura, hamna kitu, halipi chochote katika ambayo wameyatenda, kwa sababu hakuwa na itikadi nzuri katika hii dunia. Kwa ndugu zangu, katika mada muhimu sana ambazo yatakiwa Waislamu kuziweka katika ufahamu mkubwa, ufahamu wa hali ya juu, na kuziweka katika mazingatio yetu, ni mada za aqida ambazo zinatengeneza na kuboresha itikadi zetu. Atawassul, ndugu zangu, kutawassal, hii ni amri ya Allah tabaraka wa taala, bali ni ibada adhim sana. Ndani ya suratul Maida aya nambari 35, Allah tabaraka wa taala anawaambia waumini, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Enyi ambao mmeamini, mcheni Allah, wabtaghu ilayhi alwasila, na tafuteni njia za kumfikia Allah, takeni ufikisho kwa Allah tabaraka wa taala ili mfike kwa Allah ikiwa mko salama kabisa. Na ndugu zangu, siku ya kiyama ni siku ambayo kwamba Allah ameshasema, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ni siku ambayo haitofaa mali wala watoto ila ambaye atamfika Allah tabaraka wa taala hali ya kuwa moyo wake umesalimika katika masala haya ya itikadi, alisimama vizuri na kusimamia matendo yake ndani ya aqida iliyokuwa sahihi. Ndugu zangu, Al-Allama Ibn Kathir rahimahullahu taala katika aya hii anasema, taqarrabu ilayhi bitaatihi wal amali bima yurdhihi wabtaghu ilayhi alwasila. Nini maana yake? Jikurubisheni kwa Allah tabaraka wa taala, mjikurubishe kwa kumtii Allah, lakini pia kwa kufanya matendo ambayo yanamridhisha Allah tabaraka wa taala katika njia ambazo ni bora zaidi za wewe kukuweka karibu na Mola wako ni kumtii Allah, lakini pia kufanya matendo yale ambayo kwamba Allah tabaraka wa taala anayaridhia. Ni njia salama na sahihi ambayo itakufikisha kwa Allah ukiwa katika hali ya usalama. Ndugu zangu, neno tawassul, huu ni msemo wa Kiarabu, ni msemo wa Kiarabu ambao inahitajika kufafanuliwa maana yake, ili ikitaja tawassul, 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 kama Muislamu unajua kumbe tawassul ni jambo fulani. Lakini pia ukishajua ujue ni tawassul ipi ambayo katika Uislamu imekubalika na ipi ambayo haijakubalika. Nini maana ya atawassul? Ndugu zangu, maulama wamefanya juhudi kubwa kutoa ufafanuzi mzuri sana katika masala haya ya tawassul, lakini ufafanuzi ambao ni wa haraka na wa karibu zaidi utakaotupa ufahamu wa hili neno, ma yutawassalu bihi ila shay'in wa yutaqarrabu ilayhi. Tawassul
ni kitu ambacho kwamba kinakuwasilisha wewe kufikia kitu fulani. Hii ni kilugha, ni jambo ambalo litakuwasilisha wewe, litakufikisha wewe mahala fulani, lakini pia wayutaqarrabu ilayhi, ambao linakukurubisha kufika sehemu fulani. Hii ndiyo maana ya tawassul kilugha. Nikija labda kiufafanuzi wa mazingira ambao kwamba tuko nayo, kuna vitu vinaitwa ni wasailu naqli au wasailu safar. Hii wasail ni jamu ya neno wasila, ni wasila, yani jambo ambalo litakufikisha wewe katika safari yako. Umetumia njia ipi? Unataka kwenda Dar es Salaam mathalan, njia gani ambayo utaitumia ufike Dar? Lakini pia ni chombo gani ambacho utakitumia kikusafirishe mpaka Dar es Salaam? Kama utaenda kwa pikipiki ama utasokota baiskeli mpaka Dar, kama utapanda gari, utapanda ndege, au ni katika wale ambao kwamba wenye nguvu za giza utatumia ungo kutoka hapa mpaka Dar es Salaam, umepaa kwa usiku mmoja. Yani ni njia ipi ambayo imekuwasilisha wewe kufika Dar? Na vile vile tawassul ni njia gani ambayo unaitumia wewe kumfikia Allah tabaraka wa taala aweze kujibu na kupokea maombi yako. Kwa upande wa wanataaluma, kuna vitu vinaitwa wasailu taalim, zana za kufundishia. Ni vitu ambavyo vinarahisisha mwanafunzi kuweza kulielewa somo kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo zile zote ile ni katika wasail. Kilugha tunasema hii ni wasila ambayo nimeitumia mpaka wanafunzi walillahi alhamdu wamefahamu kwa urahisi sana. Sasa hii ni tawassuli ya kilugha. Lakini tukija kwa upande wa sheria, tawassul ni jambo gani? Ama tawassul ni nini? Inakuwaje? Sheikh kwa taarifi fupi anasema amalun salihun mashru'un yataqarrabu bihi almuslim ila Allah. Amalun salihun mashru'un yataqarrabu bihi almuslim ila Allah ta'ala liyasila ila marghubin fihi. Ni amali njema ambayo ipo katika sheria, ambayo muislamu anatumia katika amali hiyo kufikia lengo na kufikia jambo ambalo kwamba analipenda, ama kuweza kupata mahitaji yake mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hii taarifu ipo katika kitabu cha Ashirku wa Madhahiru, ukurasa nambari 202, utakuta imekuja taarifu hii. Kwa hiyo sisi sote lengo letu kubwa ni kufika kwa Allah tabaraka wa taala, ikiwa Allah ameturidhia, Allah anatupenda. Lakini pia tunapofanya dua zetu, maombi yetu, natafuta ni njia ipi ili Allah aweze kuzipokea na kuzikubali dua zetu. Kwa hiyo tunatafuta wasila. Sasa ndugu zangu, ni uwasilisho upi ambao ni sahihi ndani ya dini yetu kufikia malengo ya kujibiwa sisi dua zetu? Kila mmoja ana shida kati yetu, kila mmoja ana matatizo yake, ana yale yanayomkabili ambayo ni magumu, ni mazito, na mtatuzi wetu sisi ni Allah tabaraka wa taala. Lakini vipi tunaomba dua sana, tunahitaji kutatuliwa, tufikii. Kuna njia ambazo kwa za kisheria za kutawassal kufikia dua zetu ziweze kujibiwa. Na ndugu zangu katika imani, somo hili kama ambavyo tutaona katika hii khutba, kumbe kuna jumhuri kubwa ya Waislamu ambao wako kushoto sana katika masala haya ya tawassul, wanakwenda kinyume na tofauti na mafundisho ya Allah tabaraka wa taala. Ndiyo leo hii tunazungumzia anwa'u tawassul, aina za kutawassal, kutumia njia za kujibiwa sisi dua zetu, maombi zetu, kutatuliwa shida zetu, mabalaa yanayo tukumba, matatizo ambayo kwamba tuko nayo. Ni njia ipi ambayo ni ya kisheria ambayo tunaweza tukaitumia? Ndiyo migao iko aina mbili, mashru'un wa mamnu', njia ambayo ni ya kisheria na njia ambayo ni haramu. Imekatazwa muislamu kupita njia hiyo kutaka kutatuliwa shida zake. Ndugu zangu katika imani, ni ipi tawassuli ya kisheria ambayo leo hii tuondoke nayo katika hutuba hii na tutumie njia hiyo ambayo ni ibada adhim katika kufikia hatua shida zetu Allah tabaraka wa taala anaziondoa? Anasema huwa tawassulu alladhi shara'ahu Allah taala wa yuaddi ila istijabati dua. Ni ile tawassuli ambayo Allah ameiruhusu na ametuwekea sisi kwamba ni sheria kwetu, na tawassuli hiyo inapelekea haraka sana kujibiwa dua zetu na maombi yetu, idha tawaffarat maahu shurutul ijaba, ikiwa dua hiyo imekamilisha
masharti ya kujibiwa dua, sababu ndugu zangu katika imani, yako masharti ambayo maulama wameyabainisha. Yanapokamilika masharti hayo, basi dua ya muumini inajibiwa kwa haraka sana. Nitaje tu baadhi yake. Mfano, al-ikhlas. Kwanza, unapoomba dua uwe na ikhlasi na Allah tabaraka wa taala, kwamba wewe unayemuomba ni Allah peke yake, mwenye uwezo wa kila kitu, ambaye hashindwi na jambo. Umesafisha nafsi yako kwa wewe unayemuomba ni Allah. Lakini pia sharti jingine ambalo ni muhimu sana katika maombi yetu, dua zetu kujibiwa, al-ma'kal wal-mashrab wal-malbas al-halal. Ile chakula chako unachokula, kinywaji chako unachokunywa, mavazi yako unayovaa yawe ni ya halali. Ukiwa katika mstari huu ni sehemu kubwa kabisa ya wewe kujibiwa dua zako. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtaja mtu mmoja yutilu safar, ambaye maskini anatoka safari ya mbali, amechoka kweli kweli. Yarfa'u yadayhi ila samaa, yamuddu yadayhi ila samaa, ananyanyua mikono yake mbinguni, ya rab ya rab. Lakini mtu huyo huyo ambaye ana dhiki kubwa ambayo imemkuta na ana shida, wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fa anna yustajabu lidhalik. Chakula chake ni cha haram, kinywaji chake ni cha haram, mavazi yake ni ya haram, na yeye mwenyewe amelelewa kiharam haram. Na hii ndugu zangu katika iman, tukisema chakula cha haram haimaanishi kwamba wewe labda unakula nguruwe tu, au kinywaji chako ni cha haramu, ni mnywa pombe mashauri. Ni kile kivazi ni cha halali, lakini chumo lake ni la haram. Chakula kuliwa ni halali, lakini umekipata kwa njia za haram. Mtu wa namna hii Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema vipi ajibiwe dua yake? Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ni kutoharisha mavazi yetu ambayo tunavaa na vyakula vyetu viwe ni vyakula vya halali ambavyo kwamba vinaridhiwa na Allah tabaraka wa taala. Ni sehemu ya dua zetu kuwa ni zenye kujibiwa. Kingine katika hayo mambo ambayo dua hujibiwa ni mtu kuwa na yaqini. Ndugu zangu, tusiwe na tabia za kubahatisha. Wewe una shida imekupata kweli kweli, alafu usema ngoja nijaribu kumuomba Mungu. Allah hajaribiwi. Ngoja nibahatishe kama hii shida itaondolewa. Usiwe namna hiyo. Wewe unapoomba dua, unayemuomba ni Allah mwenye uwezo wa kila kitu. Hakuna jambo linalomshinda kuwa na yakini kwamba Allah tabaraka wa taala ataipokea dua yako. Hili sharti ni muhimu sana. Kama tulikuwa na tabia za kugeza, kujaribu hii hali, hebu tuiepukeni Waislamu. Na ndio maana huenda ikawa ni sababu dua zetu nyingi sisi hazijibiwi kwa sababu ya masala hayo ya kujaribu. Lakini pia kingine ndugu zangu katika masharti hayo, an yakuna du'a bil umuri jaiz. Uombe dua kwa mambo yanayofaa, sio kaomba dua kwa mambo ya haram. Una jambo lako ni la haramu, sio umetega mkopo wa riba, tayari wamuomba Mungu kweli kweli ili mpango ule wa riba ukae sawa. Hii ndugu zangu katika imani, umeomba kitu cha haram ambacho hakitakiwi katika Uislamu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tukitumia njia hizi za kutawassal ambazo ni njia za kisheria, na ikiwa masharti yamekamilika, basi kuna nafasi kubwa sana ya dua kukubaliwa. Ndugu zangu, kwa talkhis kutokana na muda wa khutba, wa tawassul mashru' thalathatu anwa'i. Tawassul ambayo ni ya kisheria inayokubalika mbele ya Allah tabaraka wa taala ziko aina tatu. Tukitumia njia hizi tatu, kwanza kabisa tumesimama mahala sahihi kiitikadi, lakini pia ni sehemu kubwa ya dua zako kupokelewa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwanza kabisa at-tawassul bismin min asma'illahi al-husna au bisifatin min sifatihi. Omba dua kwa Allah tabaraka wa taala kwa kutaja jina miongoni mwa majina ya Allah tabaraka wa taala. Tanguliza majina ya Allah katika dua yako, au sifa miongoni mwa sifa za Allah. Kwa hili ndugu zangu katika imani, hii ina asilimia kubwa sana dua zetu kupokelewa, ikiwa tutatawassal kwa majina ya Allah ama tutatawassal kwa sifa za Allah. Allah anasemaje ndani ya Qur'an? Walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Na Allah tabaraka wa taala ana majina mazuri mazuri, muombeni Allah kwa majina hayo. Ndugu zangu, majina haya walillahi alhamdu, hata katika baadhi ya madaris ni watoto wa raudha tu, nasema watoto wa nasar ama class 1 darasa la kwanza wanahifadhishwa yote. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema majina 99 ya Allah, mwenye kuyahifadhi majina haya anaingia peponi, nafasi kubwa mbele ya Allah, kwa sababu yamebeba maana kubwa ya sifa za Allah.
sifa za uungu ambazo sifa hizo hazifikiwi na yoyote, na wala hakuna ambaye kwamba anaweza kuzitajara sifa kama hizo. Kwa ndugu zangu katika imani, tuombeni dua kwa kuyasoma na kuyataja majina ya Allah tabaraka wa taala. Watu sasa hivi wengi tumepatwa na uvivu maskini wa kuyahifadhi majina haya. Ni ulinzi mkubwa kwa Allah tabaraka wa taala, na ni sehemu kubwa ya sisi dua zetu kuwa ni mustajab na ni makbul. Ukitawassal kwa hii ni tawassal ambayo ni sahihi, umetumia kitu muafaka